Chungu cha mapenzi, episode ya kwanza. Damu ya mapenzi. Usiku wa saa 8, mvua ilinyesha kwa mbali. Anga ilikuwa jeusi kama moyoni mwa mtu mwenye kisasi. Zena alikuwa amelala, lakini usingizi wake haukuwa na amani. Alikuwa na jasho jingi, uso wake umejaa hofu. Ndoto ilianza ghafla. Alijikuta katikati ya jangwa akiwa uchi wa mnyama, peke yake. Ghafla alifungwa minyororo mikubwa ya chuma. Kutoka mbali sauti ya mwanamke iliibuka kwa ukali na uzito. Ulichopanda kimeanza kuchipua. Moyo wa mtu hauwezi kusafishwa na maji ya uongo. Zena alilia. Akajaribu kukimbia lakini minyororo ikamvuta chini. Uso wa mwanamke mwenye macho mekundu, meno ya paka na nywele za nyoka ukamkaribia kwa kasi ya ajabu. Alipoamka alipiga kelele kubwa. Mama! Alikuwa na jasho na moyo wake ulikuwa ukidunda kwa nguvu. Ndoto hiyo haikuwa ya kawaida. Ilikuwa ishara ya mwanzo wa mateso. Asubuhi ya jua kali, Zena alikuwa anafagia uwanja wa nyumba yao ya kupanga huko Tandale. Jirani walikuwa wakiteta kwa sauti, wengine wakiendelea na shughuli za mtaa kama kawaida. Redio ya jirani ilicheza singeli kwa kelele. Ghafla, gari aina ya Prado lilisimama mbele ya nyumba. Dirisha la upande wa dereva likashuka. Sura ile ya zamani ikatokea. Dula, mvulana aliyewahi kumvunja moyo Zena miaka 2 iliyopita. Sasa alionekana kama tajiri wa mjini. Suruali safi, miwani ya bei mbaya na harufu ya perfume yenye nguvu. Zena wangu, mbona hujabadilika hata kidogo? Alisema Dula kwa sauti ya jiamini. Zena alimsogelea kwa mashaka, sura yake ikikosa tabasamu. Wewe tena, unanifuata nini? Alijibu kwa sauti ya ukali, lakini ndani ile ilikuwa dhaifu. Dula alidai amebadilika, amerudi kuomba msamaha. Anasema sasa ni mfanyabiashara na anataka kurudisha penzi lao. Zena hakumwamini, lakini moyo wake ulitetemeka. Mapenzi ya zamani yalikuwa yamekalia moyoni. Usiku huo, mama wa Zena, Mama Fatuma, aliporudi kutoka kikao cha kina mama kilichoisha saa 2 usiku, Zena alimwambia kuhusu Dula. Alimweleza alivyoonekana, alivyoongea na alivyojifanya kubadilika. Mama alikasirika. Mtoto wa kiume aliyekufungia kwenye giza la machozi, leo tena unamfungulia mlango. Zena, usikubali kula chakula kutoka kwa mtu aliyekufungia njaa, alisema Mama Fatuma kwa sauti yenye ukali wa mama anayejua mengi zaidi anavyosema. Zena alinyamaza, macho yake yakatazama dirishani kama anatafuta jibu lilijificha kwenye upepo. Kesho yake Dula alimtumia pesa kwenye M-Pesa. Alimwomba wakutane samaki pale Mlimani City. Zena alichukua bodaboda na kufika. Walikula, wakacheka, na Dula akamzawadia zawadi ndogo ya saa ya mkono. Lakini wakati Zena anafungua chopa ya juisi aliyoletewa na mhudumu, tumbo lake lilianza kuuma. Alishika tumbo kwa nguvu, macho yakaanza kufifia. Dula, tumbo langu linauma, si kawaida, alisema kwa sauti dhaifu. Dunia ilianza kuzunguka, ajikuta akitetemeka. Dula alimtazama kwa tabasamu, lakini nyuma ya uso wake kulikuwa na kitu kizito, kigafi, kisichoelekezwa. Mama Koku, jirani wao, mganga wa kienyeji, alipata ndoto hiyo hiyo siku huo. Aliona minyororo, moto na jina la Zena likiwa limeandikwa kwa damu ya shuka la kafara. Alipoamka alipiga ramli na kwenda moja kwa moja kwa Mama Fatuma. Msijana wako ameguswa, alisema kwa sauti ya kina. Kuna mtu anapika mapenzi kwenye chungu cha uchawi. Harufu ya damu ipo hewani. Wakati hayo yote yakiendelea, Juma, kaka wa Zena, alikuwa amekusanya vijana 2 wa mtaa. Walielekea Masaki kwa pikipiki 3. Lengo, kumpora mzungu anayefika kwenye baa ya kifahari kila Alhamisi saa 3 usiku. Mpango ulienda kama walivyopanga. Mzungu alinyang'anywa saa, wallet na simu. Lakini kamera za CCTV zilinasa sura ya Juma wazi wazi. Polisi walianza msako. Juma alirudi nyumbani akiwa na damu kwenye shati na uso wa hasiwasi. Hakusema chochote. Aliingia chumbani na kujifungia. Lakini macho yake yalionyesha kuwa anaficha jambo zito. Zena aliendelea kuugua. Usiku huo alijikuta tena katika ndoto ile ile. Jangwa, minyororo, mwanamke mwenye macho mekundu na sauti ile ile. Wali uliliwa, damu itamwagika. Zena akaamka kwa kilio. Mwili wake ulikuwa umeshiwa nafuu, akijua sasa wazi wazi
Hii haikuwa ya kawaida, na Dula hakuwa amerudi kwa mapenzi tu. Kulikuwa na jambo nyuma ya pazia. Zena alikuwa kitandani kwa siku ya pili mfululizo. Tumbo lake liliendelea kuuma. Jicho lake la kushoto lilianza kuona kivuli, na mara kwa mara alihisi kana kwamba kuna mtu anamtazama hata akiwa peke yake. Mama Fatuma alikuwa karibu muda wote. Alimwaga maji ya chumvi mlangoni, akafukiza ubani na akalalamika chini chini huku akiwasha mshumaa wa bluu. Dula amerudi na mikono yenye damu, alisema mama kwa huzuni, na kama hatutamkimbia mapema, Zena ataisha kama moshi wa ubani huu. Wakati huo, simu ya Zena ililia. Ilikuwa ni ya Dula. Mama alichukua haraka na kuizima. Zena alilia kimya kimya. Hakujua anamlilia nini, mapenzi au hofu. Mtaa ulikuwa kimya siku hiyo. Watu walikuwa wamesikia kuhusu wizi wa Masaki, na picha ya Juma kaka wa Zena ilikuwa imesambaa mitandaoni. Polisi walikuwa wakipita mitaani wakitoa onyo. Juma alijificha kwa bibi yake maeneo ya Buguroni. Lakini katika kisa cha kushangaza, mzungu aliyoporo aligundulika amekufa saa 2 tu baada ya tukio. Sasa kesi ilibadilika kutoka wizi kuwa mauaji. Wakati huo, Dula alikuwa kwenye nyumba ya kifahari Masaki, akiwa na mwanamke mmoja wa ajabu, mrembo mwenye midomo mekundu sana, lakini macho yaliyokuwa yakibadilika rangi kulingana na maneno anayosema. Zena ya tayari, alisema mwanamke huyo, lakini moyo wake bado unasita. Mapenzi yameingia, lakini roho yake bado inang'ang'ania mwanga. Dula alinyamaza. Alitoa pete ndogo yenye jicho la paka. Bado namuona akiwa wangu, lazima niwe naye, hata kwa gharama gani, alisema Dula kwa sauti ya huzuni iliyochanganyika na ukatili. Mwanamke alicheka. Mapenzi ya uchawi yana gharama. Ukimlazimisha kupenda, utapoteza mwili wake. Na Mama Koko, mganga wa mtaa, alifika kwa Mama Fatuma siku hiyo hiyo. Alikuja na shuka lililochanika kona na ndimu 7 nyeusi. Msichana wako ameshikwa kwenye pingu za mapenzi ya giza. Hatopona kwa dawa za kawaida. Lazima aoge damu ya kuku wa kondeni mwenye doa nyeupe kichwani. Mama Fatuma alitetemeka. Hakutaka kuingia kwenye dunia ya uchawi, lakini maisha ya mwanaye yalikuwa hatarini. Zena alipigiwa simu tena. Ilikuwa namba nyingine. Zena, unakumbuka nilivyokuacha? Nilikuwa mjinga, lakini sasa naweza kuwa kila kitu kwako. Tafadhali nikuone jioni hii. Njoo Serena Hotel meza 14. Zena alisisitiza kwenda. Mama alikataa, lakini moyo wa msichana wa Uswahili unapogusa penzi la zamani, akili huenda likumo. Alijipulizia perfume ya zamani, akavaa gauni nyekundu. Aliondoka. Giza lilikuwa linashuka. Serena ilikuwa ya kimya usiku huo. Zena alikaa meza ya 14 akingongea. Dula alifika. Sura yake ilikuwa safi, tabasamu lake la kutisha halikuwepo, lakini kulikuwa na kitu kiajabu. Macho yake yalikuwa kama hayamtazami Zena, bali ndani yake. Wakati wanazungumza, Zena alihisi kizunguzungu. Alisimama ghafla, na wakati huo huo umeme ukakatika ghafla. Chopa ikavunjika na kelele ya mwanamke kusikika kutoka ghorofa ya pili. Anatumia jini wa mapenzi, alilia mwanamke wa usafi aliyeshuhudia tukio hilo. Watu wakaanza kutaharuki. Zena alikimbia kelekea parking, huku damu ikimtoka puani bila sababu. Dula hakuonekana tena usiku huo. Mama Fatuma alipompokea binti yake akiwa tabani, hakutaka tena kuchelewa. Alimpeleka kwa mdanga maarufu kule Kibaha. Ndani ya kibanda kidogo, Zena alilazwa kitanda cha miti, na mtu mwenye uso wa nusu ya jivu, nusu neusi, alielekezwa mtoe mzizi uliowekwa tumboni kwake kupitia ndoto. Zena alipiga kelele, alilia, alishika shingo yake, alizimia. Wakati huo, upande wa pili wa mtaa, polisi walivamia nyumba ya bibi yake Juma, lakini walikuta nyumba tupu. Juma alikuwa ametoweka. Siku ya pili, Zena alipoamka kutoka kwenye usingizi mrefu wa tafitishi, alitoa sauti ya ajabu, kama sio yake. Macho yake yalikuwa meusi zaidi ya kawaida. Alimwandalia mama yake na kusema kwa sauti ya ndani isiyokuwa ya kawaida, Dula ni wangu milele, usiniweke mbali naye. Mama Fatuma alilia kwa hofu. Na usiku huo, kwenye chumba cha Dula, mwanamke ule mwenye macho ya rangi alimwambia, sasa moyo wake ni wako, lakini kumbuka, moyo wa mtu hauli saka. Ukimlazimisha kupenda, utapoteza mwili wake.
Mwisho wa episode ya kwanza. Je, Zena atarudi kuwa kawaida? Juma yuko wapi? Na mwanamke wa macho ya rangi ni nani hasa? Usikose episode ya pili ya Chungu cha Mapenzi kutoka ICEC Empire. Kama umependa simulizi, comment, like na kusubscribe kwenye channel. Mapenzi haya ni moto, ukichezea unawaka.